si mapenzi. Umenikaba shingo. Ewe mpendwa wetu, usisahau kusubscribe channel yetu. Bwana episode ya 3 ya tamthilia ya Kosa Langu ndio inayofuata. Najua mlisubiri kwa hamu sana. Baada ya biashara ya Jackson kukua na kuongezeka, bwana, maisha ya Jackson yalianza kubadilika taratibu. Yaani kila siku walikutana na wafanyabiashara wakubwa sana, watu waliokuwa na magari ya kifahari, nyumba za thamani na maisha ya starehe. Mwanzoni Jackson alikuwa akiwapuuza hivi kwa sababu kumbukumbu za alipotoka bado zilikuwepo. Alikumbuka siku ambazo yeye na Jennifer walilala njaa, yani kipindi ambacho ni fukara kabisa, hata 100 na mfukoni. Alikumbuka siku ambayo walikosa hata nauli ya kwenda hospitali. Binadamu tumeumbiwa kusahau. Bwana, kadri muda ulivyopita, marafiki yao wapya walikuwa sehemu kubwa ya maisha yake. Bwana, siku moja walimwalika katika mgahawa wa kifahari mjini. Mambo yalikuwa kama hivi: leo lazima tusherekee mafanikio yako, alisema mmojawapo, anaitwa Victor. Jackson hakuwa na la kupinga, maana kazungukwa na watu wote wenye tamaa. Bwana, Jackson alikubali na wakaanza kula vitu vya gharama sana. Mara kwa mara walizidi kumimina vinywaji vya bei kubwa kweli kweli. Jackson hakuwahi kuingia sehemu kama hiyo. Bwana, alihisi kama yuko dunia nyingine. Mzee, sasa umekuwa tajiri, bwana, alisema Victor. Jackson akajibu, hapana, bado mimi ninajitahidi tu. Wote wakaangua kicheko sana. Usijidanganye bwana, wewe sio yule Jackson wa zamani tena. Maneno hayo yalimfanya tabasamu, na kwa mara ya kwanza akaanza kufurahia kusifiwa kwa utajiri wake. Kosa langu, kosa langu, kosa langu. Siku hiyo alikuwa amerudi nyumbani amechelewa sana. Jennifer hakulala kabisa, yani alikuwa sebleni akimsubiri, lakini mtoto wake Baraka alikuwa amelala. Mume wangu kipenzi, ulirudi saa ngapi? Jennifer aliuliza kwa upole. Bwana, kulikuwa na kikao kikubwa sana leo, alijibu Jackson. Jennifer bwana, kwa unyonge akajibu, sawa. Yani maana yake hakutaka kubishana kabisa, lakini moyoni mwake alikuwa anahisi kuna jambo. Hakumzoea Jackson kuwa hivyo kabisa. Wiki moja baadaye, Victor marafiki zake walimwalika Jackson tena. Bwana, safari hii walibadilisha kiwanja. Walienda sehemu yenye starehe iliyozungukwa na muziki mkubwa, lakini wanawake waliovalia nguo fupi walizunguka kila kona. Jackson alishangaa, hapa ni wapi? Bwana, Victor akamjibu, usisahau bwana, hapa ndio maisha ya kitajiri. Jackson hakujua. Bwana, wanawake walianza kumsalimia Jackson, wengine walikuwa wakimtabasamia. Bwana, moyo wa Jackson ulianza kubadilika polepole, lakini Jennifer alikuwa anaendelea kufanya maombi nyumbani kama kawaida ili mume wake afanikiwe kazini. Yaani kila siku walikuwa akipiga goti, Mungu wangu, naomba ulinde ndoa yangu. Hakujua kuwa wakati huo Jackson yangeanza kuingia kwenye maisha ambayo yangeharibu kabisa maisha yao. Miezi 2 ilipita. Bwana, Jackson akawa ni mtu wa safari nyingi. Bwana, anakwenda na kurudi usiku sana, muda mwingine arudi kabisa. Jennifer alivyouliza alijibiwa, bwana, nililala hoteli kwa sababu kulikuwa kuna kazi nyingi sana. Bwana, Jennifer alikosa amani kabisa, maana ukweli haukuwa hivyo. Yani ni kwamba Jackson alikuwa anatumia muda mwingi na marafiki zake. Siku moja Jackson na marafiki zake walikuwa wameketi sehemu ya mapumziko. Bwana, Victor akawa anamtazama sana Jackson. Oya mzee, mbona kama bado unaonekana maskini hivi? Bwana, Jackson alistuka na kumuuliza, unamaanisha nini Victor? Sikiliza Jackson, yani mke mmoja tu, maisha ya nyumbani tu, hakuna starehe mzee, lazima uwe na mke zaidi ya mmoja. Tajiri anatakiwa kuonja maisha, yani maisha mazuri ya wanawake. Jackson alibaki kimya, wengine wakiwa wanacheka sana. Alijua jambo hilo halikuwa sahihi kabisa, lakini mbegu ya tamaa tayari ilikuwa ishapandwa moyoni. Siku chache baadaye, mwanamke mrembo aitwaye Diana
alianza kumkaribia. Bwana alikuwa anafanya kazi lile eneo ambalo walipata mapumziko siku ile, Jackson na marafiki zake. Diana alikuwa mwerevu sana namna kumfanya mwanaume ajihisi muhimu. Yani hapo Jackson amenasa kwamba Ruti, Gigimane au Jacqueline Wolper kama hivyo, yani hatoki jino moja labda umfanyie dua. Yani jambo la kwanza lilofanya Diana akiwa anaongea na Jackson ni kumsifia sana. Wewe ni mwanaume ambaye umepambania sana mafanikio yako, Mungu Baba akubariki, Baba Yesu akusimamie. Yani Diana aligeuka Gwajima ghafla. Hakuna wafanyabiashara wengine wenye akili kama zako. Bwana Jackson alivutiwa sana na Diana na walikuwa wakizungumza kila siku. Bwana Jackson alikuwa ameshanogewa hivi, lakini taratibu alificha mazungumzo yao kwa mke wake Jennifer. Siku moja Jennifer alipokuwa akisafisha gari la Jackson, simu yake iliingia ujumbe. Bwana hakutaka kuusoma, lakini ghafla ujumbe ukaingia tena. Bwana akaona ngoja nisome. Bwana anakuja kuangalia na kutana jina limeandikwa Diana. Na kama unavyojua bwana, wenye mapenzi ya kweli, moyo wake ukaruka kweli kweli. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Hakufungua simu lakini machozi yalimtoka kweli kweli. Jackson ilipokuja akamuuliza kuna tatizo? Jennifer akajibu hapana, kuna kitu kinaendelea. Jennifer akamwambia hapana. Jackson alistuka na kumwambia mke wangu nakupenda. Lakini maneno hayo kwa mara ya kwanza Jennifer alianza kuhisi hayana uzito kama yale ya zamani. Usiku huo Jennifer hakulala kabisa, yani usingizi ulipotea kabisa. Alianza kuomba, Mungu wangu, kama kuna jambo baya linaelekea kwenye familia yangu, naomba unisaidie. Lakini wakati huo huo upande mwingine wa Jackson alikuwa amekaa na Diana kwenye sehemu ya mgahawa. Walikuwa wakicheka na walikuwa wakizungumza, na hatua ya kwanza ya usaliti ikaanza. Wakati huo huo kuna mtu mmoja alikuwa akifuatilia maisha ya Juma kwa ukaribu sana. Alimtazama na kusema, bwana, naona sasa kijana ameanza kuiva. Sawa, karibu sana kwenye maisha ya giza. Je, ni maisha ya giza gani hayo ambayo yanazungumziwa? Usiache kufuatilia episodi yetu ya 4 kwenye tamthilia nzuri ya Kosa Langu. Kosa Langu, Kosa Langu. Kufikiria mechimba na shimo amenifukia, kama si mapenzi